Baltimbo, migogoro haina nafasi, maendeleo ni kipaumbele. Kimana, migogoro haina nafasi, maendeleo ni kipaumbele. Lakini mkienda kwenye maeneo yoyote yale msipige mtu. Nasisitiza hili kwa herufi kubwa. Yeyote anayefanya kosa asipigwe. Kitendo cha kupiga mtu hata kama una haki, tunahamia kwenye kesi hiyo, ni kesi nyingine. Ni lazima kulinda utu wa mtu bila kumdharau mtu yeyote. Na mimi kwenye wilaya hii nimeletwa niongoze watu wote bila kumbagua mtu yeyote. Wote ni Watanzania. Isipokuwa mtu kama anavunja sheria, na sheria zipo kwamba mtu akifanya kosa hili utaratibu unaendaje. Sasa ninakemea vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Ninakemea vikali vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Hao watu wote wasakwe na wajisalimishe wenyewe. Wale wengine ambao wametajwa, hatuwezi kuruhusu dhana ya namna hiyo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna wazee wana busara na hekima wako hapa. Kuna viongozi mko hapa. Mkitaka niamini kwamba mambo haya yakiendelea, tafsiri yake na viongozi mnakuwa ni sehemu ya tatizo hili, sitaki niamini jambo hilo. Kwa msingi huo, maelekezo yangu ni hayo. Tengenezeni utaratibu, viongozi wa vijiji mko hapa. Mheshimiwa diwani, wamekuchagua wananchi wote bila ubaguzi, wako hapa. Kaa na watu hawa wote, mtengeneze mshikamano, watu waishi kwa amani. Hii nchi yetu ni moja, ni Tanzania. Kwa hiyo ninakemea ubaguzi kwa herufi kubwa. Tumeelewana vizuri jamani? Semeni tunaacha ubaguzi. Kwa sababu ubaguzi hauna tija. Swala la unyanyasaji wa kina mama ni matukio ya kikatili. Binadamu tumeanza kufanya baadhi ya mambo mengine mpaka wanyama wenyewe wanatushangaa. Matumizi bora ya ardhi ya kijiji chetu ilifanyika mwaka 2014, lakini 2015 ikawa tayari ilishapangwa, lakini leo hii yale maeneo hayapo tena, yanabadilishiwa matumizi. Tumeambiwa huku isilimwe mpaka ni ule pale, lakini mkoa wa wilaya tunashangaa pale kuna limwa, tunaambiwa ni udongo mwekundu. Sehemu inayekataliwa kuna udongo mwekundu. Ili swala uliangalie, kwa sababu hapa kuna discrimination, yani kuna utenganifu kati ya Wamasai na Waswahili. Kuna baadhi ya watu hawapati kabisa haki zao za maana hapa. Nenyiro na ragiyo na pogen negenterera borgiye lam amaranda wa serikali nairahi oshomara. Na tunaomba serikali tutatulie kulingana na jambo letu, sababu tunawategemea. Pamoja Masai na Mswahili ni kitu hiki, na tunamtegemea Mungu. Kwa nini tusipendane? Vijana walelewe kwenye maadili kama tulivyowakuta wazazi wetu zamani, walikuwa na maadili ya upendo kwanza. Hiyo mkuu wa wilaya, tunaomba kama kuna uwezekano kudhibitiwa vikao vya dharura, tusishirikishwe wote wananchi, tuelewe nini kinachoendelea, na kikizuiwa hivyo nafikiri usalama utakuwepo, lakini la sivyo kuzuiwa hivi vikao ni lazima usalama unakuwa mdogo. Walikuja ya mgambo wale karibuni kama walifika 20. Wengine ni wa hapa, wengine ni wa kitongoji. Wakaanza kutukamata. Wamesema mimi nimekaa kwenye mbuga. Yaani wanakuja tu kizarura hivi hivi, wanakukamata bila barua wala maelezo, na kutumia ubabe kwa nguvu kuongea, kwa sababu walikuwa ni wengi. Hapa sasa hivi kuna watu, ng'ombe zikiingia shamba ni dili, sio kwa mkulima, kwa mtu anayekuja kuamua. Lakini haya mambo ya ukabila, kuchukiana nini, haya mambo Mheshimiwa DC ni kuahidi tuje tukae siku nzima tusemezane. Kuna wazee kila upande. Hebu tuwe tu na dhana ya kuheshimiana kwamba huku hakuna kupeleka ng'ombe, kwa sababu ukienda kulipa kwa sababu na uwezo, yule maskini wa eka 1-2 anaendelea kuumia, si ndio? Ninakemea vikali vitendo vya kujichukulia sheria mkononi. Hao watu wote wasakwe na wajisalimishe wenyewe. Wale wengine ambao wametajwa, hatuwezi kuruhusu dhana ya namna hiyo. Swala la ubaguzi. Swala la ubaguzi, mwenyekiti wa kijiji, Mheshimiwa diwani, hilo swala kaeni nalo nyinyi wenyewe, muunganishe watu. Tafuteni wazee wa pande zote mbili. Wazee wako hapa. Maregwena ni mko hapa. Kazi yenu inatakiwa na nyinyi muunganishe watu. Mkikaa mkasema eti mkatumia lugha hizi, eti hawa ni Waswahili, eti hawa ni Wamasai, ni lugha mbaya sana hizi. Mtu akifanya kosa ni mwema, amefanya kosa, akamatwe kwa sababu ni mwema kafanya kosa. Lakini sio jamii nzima imefanya kosa.